Good morning, Prophet Julia. Good morning too. Welcome again to our PST Maombi Station. Thank you. Na watazamaji wetu tunawakaribisha in the mighty name of Jesus. Leo tumekuja kuwajibu wa maswali ambao wamekuwa wakituuliza. Nini ndio tumekukaribisha station yetu ndio uweze kujibu. Yes. Wanauliza aje? Ukitaka madhara ambayo inapata mwanamume kwa kuoa mtu ambaye hakupendi. Yes. Na ni shida gani inakupata wakati umezeeka mkiwa na ule mke? Na ni shida gani itapata watoto wako ukiwa na ule mke? Na ukimwoa ako na watoto ni shida gani unapata ama madhara gani utapata na ule mke wakati utazeeka na yeye na utazaa watoto wako waongezeke pamoja na wale wengine? Shida inakuwa ni shida gani mzee atapata akiwa mtu hampendi na kuoa mtu ako na watoto? Asanteni sana na nawakaribisha tena. Mungu awabariki. Kitu ya kwanza naweza sema hivi, ndoa mingi siku hizi unapata mnaoana lakini hampendani, ama mnaoana juu ya watoto. Lakini hiyo ni makosa kubwa sana katika ndoa, kwa sababu ndoa iliumbwa watu wawili na watatu ni upendo wenyu utakaotokea, na matokeo ya upendo wenyu ni watoto. Usipopata hauko na upendo katika marriage yako, uko na madhara mingi sana. Ya kwanza, hata ukitaka kulala na huyo bibi yako, kitu ya kwanza hataki. Hiyo si upendo. Hiyo ni kitu ya kwanza, unaona hiyo ni saini ati hakupendi. Kitu ya pili, mnapoendelea ule bibi yako kama hakupendi, anaendelea kupotea. Anaendelea kutafuta makosa katika nyumba yake. Kwa nini? Ili aende akakutane na wanaume wengine huko nje wenye anapenda, kwa sababu we hakupendi. Kitu ya tatu, unaweza pata hata watoto wenye uko na wao unaweza kuta hata si wako. Na ndio maana hata huyu mtu juu anakusaidia kulea hao watoto, lazima uvumilie. Lakini furaha yako unaenda kutafuta wapi? Nje. Huko nje. Kwa sababu haumpendi huyu bwanako, na unampenda tu kidogo juu anasaidia watoto wako kulipa school fees, kuwasaidia kununua nguo. Lakini ukiangalia utapata madhara ukiwa mume. Kitu ya kwanza, hata ukizeeka ujue hiyo ni time wasting. Unapoteza time yako sana, kwa sababu macho yako imefungwa kiroho na hauoni kitu yenye imefungwa. So unapata hata wakati unazeeka utakuta na mimi tunazeeka pamoja, lakini wewe hauna furaha katika maisha yako. Na kuna siku itafika nitakuacha. Yes. Na nikikuacha, tuseme juu hata watoto wako uliwaonyesha madharau, na venye nimesema watoto wako au watoto unasema ni wako si wako, wataendelea kukua na watakuacha kwa hiyo nyumba. Wakati utagojeka utajipata pangumu, kwa sababu utapata hakuna mtu wa kukusaidia. Lakini shida si huyu bibi, shida ni huyu mwanaume. Kwa sababu kama angefunguka macho aone hii marriage hakuna mahali inaenda na hakuna kitu tunafanya, ninafaa nifunguke macho, nifungue huyu mwanamke atoke katika maisha yangu. Kwa sababu akitoka nitaanza kupiga magoti na nifungue mke wangu kwenye amefungiwa. Na utapata huyo mke mwenye akupendi ameshapotea. Na utapata Mungu anakufungulia baraka mingi sana. Na maisha yako itakwenda straight with prosperity. Yes. Kwa hivyo utawaambia wale wako na shida kama hizo waombe Mungu aondolee wanawake kama hao. Yes, uombe Mungu, useme Mungu, kama huyu si mwanamke mwenye uliweka katika maisha yangu, uliyenipangia, Jehova naomba uniondolee huyu mwanamke. Kwa sababu hakuna mahali mtaenda. Na ukifanya hivyo Mungu ataanza kukufungulia pole pole. Yes. Na wakati unafanya hivyo unafungua mwenye uliyeniumbia nikiwa tumbo ya mama yangu, na mfungua kwenye ako akuje katika njia 7 na mtapatana tu. Amen. Thank you. Barikiwa sana. Asante.